Of late, our national team, Harambee Stars team selection has come under sharp criticism. We have a group of people who think hii team imechagua people from one particular tribe. We have others who are okay, others don't know what to say, na maybe hata wengine hawaelewi ni nini watu wengine wana complain. So this one made me thinking, na nikasema let me go back into history nione previous managers walikuwa wanafanya selection zao aje, and then we'll come and look at our current Premier League tuone the kind of, we just select a few teams tuone the selection of ama the distribution of players based on tribe iko aje, because this is the pool yenye most of these coaches watakuwa wanatumia ku select their players wale wanakuja kwa national team. So there's a period where our national team was doing really well under the famous coach ambaye alikuwa anaitwa Reinhard Fabisch. Kwa hiyo timu ya Fabisch ni squad ilikuwa na watu kama kina Francis Onyiso, who was a very good goalkeeper. Kulikuwa na ma defenders kama Josiah Ugo, Musa Otieno, midfielders kama Eric Ocheng Cantona, John Baresi, na ma striker kama kina Sami Simiyu na kina Rashid Suleiman. This team ilikuwa that is the year 1997 hapo. Ilikuwa ina consist of, kwa hiyo first 11 nimemention, first 11 ilikuwa ina consist of 8 Luos and 3 Luyas in that team. But during that time, I think hii mambo ya tribalism haikuwa sana, so people cared less about who plays in terms of tribe, but ule mtu yote ako kwa pitch is a Kenyan. That is my guess, because that period hakukuwa na watu wana complain sana. Then it comes to 2004, I think, when we went to the African Cup of Nations. This is a team yenye ilikuwa bado na kina Francis Onyiso, Waweru, Kasim, kina Otieno, kina John Juma, kina Morris Sunguti, kina Robert Mambo. This team had a mixture of players under the coach alikuwa Ghost Mulee. So the dominant were the Luos, then kulikuwa na Waluya wanafuata, then kulikuwa na a few Kikuyus, watu kama kina John Moore, because by that time now a crop ya footballers ilikuwa imeanza kuemerge from Nairobi and within. So kuna John Moore, kuna watu kama kina Gikenya na wakina Madenge, but Gikenya na Madenge watu wako wanawajua sana. John Moore, nakumbuka alikuwa anaitwa John Moshu, alikuwa kwa hiyo squad and he was a very good attacking midfielder. So you can see Fabisch alikuwa na dominant ya Wajaluo, Waluya hapo ndani, Ghost Mulee, Waluya hapo ndani, a few Kikuyus. Then fast forward to 2015, squad ilikuwa under a coach alikuwa anaitwa Bobby Williamson. Now squad ya Bobby Williamson pia, the most dominant people were the Luos, ambao ulikuwa unakuta kuna huyu goalkeeper alikuwa anaitwa Origi, kuna Akumu, kuna Ali Abondo, kuna Olunga. Waluya walikuwa hapo, the likes of kina Victor Wanyama, kina Harun Shakava, kina Mieno. Then we had a few people maybe from the coast, kina Abu Domar, who is fullback sahi. Then kulikuwa na mtu kama Wahome ambaye alikuwa kwa hiyo team, like a Kikuyu, but huyu sidhani kama watu wengi wanamkumbuka sana. Maybe alikuwa but not first 11, because hata mimi nilihave ku Google ndio nikaangalia. So you find that composition again, and then first again we forward to 2020, wakati squad ilikuwa under Francis Kimanzi, and then later on Jacob Mulee akakuja akachukua tena. So the same pattern appears. Unakuta the Luos were dominant, wakati tuko na watu kama Arnold Origi in goal, kina Kumu, kina Marcelo, kina Owino, huyu alikuwa anacheza Zambia. Waluya walikuwa hapo, kina Wanyama walikuwa hapo, maybe brother ya Wanyama pia. Other tribes kulikuwa na kina Abdalla, kuna Masud Juma, kuna Mushiri, kina Muguna. So dominant ilikuwa ni Luos,
then Luyas, alafu the other tribes pia zinakuja, but walikuwa represented na watu hapo kidogo kidogo. The current state of the national team, we have a coach who is Benny McCarthy from South Africa, na wakati alikuja squad yake pia it more or less takes the same pattern. That's why watu wana complain wanaita Luo FC. It has more Luos in that squad, the likes of kina Byram Omondi, Owino, Onyango, Olunga, Ryan Ogam. We have Luyas, kina Sichenje, Shikalo, Nabwire. Then we have other tribes, the likes of kina Abu Domar, kina Manzur, and Lenkupae, who I guess from the name is a Masai. Kina Abud and Manzur, from the name venye zina sounds more of people from the coast, but hao kina Sichenje, Shikalo, hao ni Waluya wako hapo. So that is under the current coach. Now, since coach ana wachezaji wake nyumbani wenye atachukua wakuje wacheze, but ana have to get wachezaji from a league, because from our Kenyan Premier League kina Abu Domar, kina nani wako hapo ndio utapata most of the players wale anachagua. So if I look at this 2026-2027 season, zile teams ziko pale, I can see kuna new entrants wenye wameingia, like there's a team from Embu inajiitwa 3K FC. Let's look at the kind of composition ya wale players wako kwa hizo teams, so that we can see, ndio next time maybe coach akichagua kikosi tusiseme hii ni Luo FC ama tuseme ni Luo ama Waluya ama nini. Hapana, tuangalie from the pool yenye ako nayo from the league, anachagua maplayer from that league. Hataenda kuchagua maplayer from South Africa ama Zambia, league ya Zambia ama ya South Africa. Anachagua from our league na maybe beyond, kulingana venye mtu amemimpress. The first team I'll look at is 3K FC, cause hao wamekuwa tu promoted. It's a team from Embu. Na ukiangalia hiyo team, maybe out of a squad of say 24 players, Waluya na Wajaluo wana dominate. Alafu Wakikuyu, I'm assuming is from Mount Kenya. I'm just saying Mount Kenya because it's in Embu, wako around 6 players. The second team I'm looking at is APS Bomet. From the name Bomet, it's a team maybe iko huko pande za Kalenjin. Luos and Luyas also wana dominate, na Wakalenjin from the squad I've seen ni karibu 3-4 thereabout. We have Bandari FC, which is based in Mombasa. Coast-based players ndio wako almost majority, then Luos na Waluya wanafuata hapo karibu, and then Wakikuyu ni mmoja tu mwenye ako kwa hiyo team from the list I've seen. Murang'a Seal comes from Central, na kwa hiyo team the most dominant ni Wakikuyu ambao wako around 6 players. Then kuna Wakale, I think there are 2 from the names I've seen. Then Waluo na Waluya wanafuata hapo. Shabana is a team from Kisii land. Has from the squad I've seen, Wakisii I think hawapiti 5 from the squad I've seen. So kuna Waluya na Waluo na maybe Kikuyu hapo wana distribute wengine, but Luos and Luyas wana dominate. Then the next team I look at is Gor Mahia na FC Leopards. Gor Mahia is from Nyanza, FC is from Luyaland. Hizi mbili because they are like community clubs, you'll expect the dominant players wakwe from that individual group, which is what is reflected there. But FC sasa tunaongeza maybe foreign players pia wako hapo from outside the country, kina Senyonjo from Uganda, like that. We go to the next team, which is Kenya Police. The same pattern happens. Most of them are Luos, Luyas, then maybe Mkamba moja hapa hivyo.
Tusker FC the same story. Mathare United the dominant ni Waluo followed by Luyas, maybe Kikuyu ni wawili, Mkale mmoja hapo. Mombasa United, which is from the coast, pia iko na Luos as the dominant. People from the coast wanafuata kidogo, Kisii na Wakikuyu dotted here and there. Ulinzi Stars the same scenario, which is Luo, Masai maybe moja hapo, kuna Waluya, then Kikuyus. So when we look at this pattern, this one tells you the probability of Mpokot kuchaguliwa kwa national team is very minimal, because ukiangalia hata composition of the league, Wapokot hawako hapo ndani. The chances za say Msudanisi mrefugee mwenye amekuja huku kuchaguliwa, and I don't know, but though there is one time tulichukua mtu kutoka Bob Mugalia, was not from Kenya, I think was a refugee or something, but he was either Congolese or some kind of a thing, akachaguliwa kwa national team. But since composition of most of the players were league, they are from one dominant tribe ambao ni Luo, then Luyas. As we go down, it shows you chances za mtu mwingine kuselektiwa pale, cause this is a competitive sport, they are very minimal. Then even if we go even deeper into composition ya players kwa our schools, from these big schools, first of all, zile shule zinafanya very well kwa sports, there are schools from Western, Nyanza, that way. Now nationals za school games zinataka ku happen. Most of the teams zenye unatarajia zishinde, they are the likes of kina Kakamega High, Musingu High School, Jobo, kina nani. Those are all of them ziko pande ya Western, maybe kina Kisumu Day pande ya Nyanza. Nairobi kidogo kidogo, but if you go there, you will find most of these players wanakuja tu from that kind of environment, Waluya, Wajaluo, hivyo. So wale wenye wanasema wanalaumu selection ya national team, go back, do your research well. Tukitaka ikue more of balanced, also other regions wa Masai lazima wa develop football so that they prove wako na wachezaji wazuri wenye wanaweza fit hiyo squad. Otherwise, from where I sit, football is a competitive sport. Even if we have a Mjaluo from goalkeeper to striker to substitutes to nini, as long as we deliver, I don't have a problem with it, because this is a competitive sport. The same way we say athletics, tunaonanga mostly ni watu wa Rift Valley wana dominate and nobody has an issue, but we celebrate as a country because Kenya wins rather than this tribe. We should not bring vitu za maybe politics into football if we want our sport to grow. So maybe you can dig deeper, you find further, maybe kuna kitu nimesahau, then you check. But for me, I think the selection is proper. If you are selecting from merit, then I have no issue with it, as long as the team performs and we are seeing fruits for whatever you've selected. But hii kusema ati wamechukua Wajaluo tupu sijui kina nani, I doubt if it helps us. But yeah, that is my point.